Nashukuru Mungu mwalimu mzuri wa Kiswahili yuko hapa. Hawaelewi. They don't understand. Maana yake hata wakieleweshwa hawa watu, It means even if someone tries to kuna make them understand, sababu wanazo ambazo zinawafanya hawataki kuelewa. that make them not to want to understand. Kwa hiyo kutokufahamu So not understand, haikuwa shida, not knowing was not a problem. ila nimekuja kuwafahamisha. But I've come to make them understand. Lakini hawataki kuelewa kile But they do not ninachofahamisha. want to understand which made them Kama understand. matokeo ya hicho kitu, And as a result of that, hawa watu these people, wanatembea they gizani are walking in darkness kwa sababu because inawezekana. Jambo la kwanza nikawa nafikiri, kwa nini hawaelewi? why don't they understand? Ni kwa sababu wameamua kukumbatia misimamo yao It is binafsi. because they've decided to embrace their part in our Kienda lives. mstari anaofuata anasema, If you go to the next verse, he says, misingi yote ya nchi imetikisika. Nirudishe pale mstari wa 5 pale. Kuna kitu anakiandika pale, anasema hawajui wala hawafahamu. they don't know, neither do they understand. Na kwa sababu ya kutokufahamu. Sasa ufahamu, kukosa ufahamu, actually kujua hakukuwa shida, nimeshasema. Not knowing was not Kukosa a problem. ufahamu Lack of understanding ndio kunakosababisha watembee gizani. is what made them walk in Kwa hiyo darkness. wanatembea gizani kwa sababu wamekosa nini? So Ufahamu. they're walking in darkness because they do not Alafu have anasema understanding. misingi yote ya nchi imefanyaje? Imetikisika. And he say all the foundations of the earth are Angalia unstable. mstari wa 6 anasema kitu gani? Look at verse 6. Anasema mimi nimesema He said, I say, ndinyi miungu. you are gods. Na hiyo ni miungu ya herufi ndogo. And that is in small letters. Anaandika hicho kitu. That's what he's Na writing. wana wa aliye juu. You are the sons of the children Ninaipenda of the Biblia. Most Inawezekana Mungu alijua kabisa hii miungu ingeachwa peke yake. High. Possibly God knew if these gods would be left alone. Ili neno tungeamua kulitafsiri kwa namna nyingine tunayojua He would have sisi. interpreted it in a different way. Ikabidi tu aseme nini ni miungu ili mjue ni miungu gani. So Na he had to wana say so aliye that you juu. know that you are the children of the Most High. Si kama kuna mtu amenielewa. I don't know if you've understood. Anasema and all of you are children of the Most High. Ninyi wote ni wana wa Kwa hiyo ili Mungu. tusichanganye mambo So that hapa. you do not confuse things Ili here. tusiliogope ili So andiko. that we do not get scared of Kwa hiyo this. katumia lugha ngumu, ninyi ni miungu. He used a difficult Alafu language, you akatumia are lugha gods. nyepesi, And then he used a simpler language, wana wa Mungu aliye juu. children of the Most High. Kama kuna mtu ananielewa. I don't know if there's someone Alafu who anasema And then na he wana says, aliye juu nyote pia. Mstari unaofuata angalia kitu anasema. look at the following verse. Lakini But mtakufa you shall die kama. like. Neno la kulishika ni kama The word that you have to look at is like watu wa kawaida. mere men. Manake kumbe It means sisi si watu wa kawaida. we are not mere men. Nani ananielewa? Who is Nani understanding? anaelewa? Sema amen. Anaposema mtakufa kama watu wa kawaida, When he says you will die like mere, manake ninyi si watu wa kawaida it means you are hivyo not vyote mere yani. men. Na ni vizuri ukaelewa hili jambo It is good for you to understand this thing, ya kwamba siku ulipookoka that the day you na got saved kupokea Roho wa Mungu ndani yako, and receive the Holy Spirit in you, ulitolewa kwenye kundi la watu wa kawaida you are removed from mere men ukaingizwa kwenye kundi la watu wasio wa kawaida. and placed in a group of those who are not. Na Mungu alipotaka baada ya anguko, And after the fall, alipokuwa anawatafuta wanadamu kwenye Biblia yote, ukisoma vizuri when God was looking for men, utagundua alikuwa anawatafuta wanadamu wa kawaida you will realize he was looking for mere men, ili awarejeshe kwenye kutokuwa wa kawaida. so as to restore them